Shalom, shalom wapendwa, shalom taifa teule, shalom watoto wa Conference de Grandeur. Mnashinda je mchana wa leo? Sisi tunashukuru Mungu, tunasema asante. Anatulinda mchana japo kwa matatizo ya magonjwa mbalimbali, lakini mtoto pamoja nasi tunashukuru Mungu. Na pia tunalibariki jina la Bwana sana, kwani yeye ni mwema kila siku kwa upande wetu. Tunasimama ili tutoe neno la Mungu kwa wakati wa usiku. Tulipewa ruhusa kutoa neno kuanzia mchana, lakini mikiki wa ndugu zangu inafikia paka wakati huyu, basi tusibaki na deni mbele ya madhabahu. Tafadhali tutoe hata kwa uchache tu. Na mbele ya kulitoa neno tulitaka kuomba Mungu. Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru, tunasema asante kwa neema yako Bwana, ambaye watulinda usiku kama vile mchana. Unatupa fursa ya kusimama mbele ya madhabahu ya watumishi wako ili tutoe neno. Baba, sisi hata ni nani? Ila mimi najua ni neema kutoka kwako. Ndio kwa maana nakusihi Bwana, utupe nguvu, utujaze Roho Mtakatifu ndani yetu, ili tuseme neno sawa na kutaka kwako, iliyo makusudi ya ibilisi, ujanja wa uchawi na urozi, mamlaka yote ya azimu inyamaze. Neema zako zikuwe pamoja nasi, kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Wapendwa, tulitaka kutoa neno kama vile mnaona teme yetu inasema uko na hali gani? Uko na hali gani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo hali maana yake inasemea uko na comportement gani, ama uko na tabia gani, ama uko na maisha gani. Na hali hiyo ama tabia hiyo ama comportement hiyo siulize ya maisha ya mtu tangu kuzaliwa, lakini tunaiuliza baada ya kupokea neno la Bwana, baada ya kuhubiriwa siku nyingi, baada ya kusikia hukumu za Bwana na shuhuda zake. Sasa hivi uko na hali gani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Baada ya kusikia neno uko na hali gani? Baada ya kumpokea Kristo uko na hali gani? Baada ya kuitwa mtumishi wa Mungu uko na hali gani? Baada ya kujua kweli ya Mungu uko na hali gani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Paulo mtume anasema katika Biblia, anasema maneno yote ambayo nilikuwa nayapatia faida inaonekana kuwa mavi kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Haleluya. Asema alikuwa na maneno ya mbele ambaye alikuwa naifanya, alikuwa anafanya vitu vya kufata desturi ya dini bila kufata amri za Mungu, na maneno ile alikuwa anaipatia faida sana. Lakini alienda kufikia wakati alimjua Yesu, wakati alijua Kristo, alibeba hali ingine. Ndio akasema maneno yote ambayo nilikuwa nayatumikia na ihesabu kuwa hasara kwa ajili ya kujua Kristo, na ihesabu kuwa mavi kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndipo nami kwa wakati huu ninapenda kuuliza wana hali gani? Haleluya. Paulo alitumika kazi katika miji na miji, akatumika Korinto, Galati, akafungua makanisa mahali pengi sana, Efeso, wapi na wapi. Lakini hapo Biblia inasema nini? Akamwambia Barnaba, turudie kwanza. Hatuweze kuendelea mbele tu, tunaweza kulipanda habari njema, kumbi huyo muovu naye anapanda maneno mengine. Kama vile Yesu alifanya mfano moja, akasema mpandaji wa mbegu alipanda mbegu njema, mena adui akaja kuongeza ingine usiku. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi napenda kuuliza mtumishi wa Mungu, mchakazi wa Mungu, umekwisha kuijua neno na kuisikia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo? Umehubiriwa siku mingi, ni mbegu ambayo ilipandiwa ndani yako. Je, ndani yako munaota ngano au munaota na magugu pia? Haleluya. Ninataka kuuliza hatua yako ya pili baada ya kulipokea neno la Bwana, baada ya kujua kweli, unaishi na hali gani? Ulikuwa mwenye kusharatika, unaacha usharati? Ulikuwa mwizi, unaacha wizi? Ulikuwa mtu wa fitina, unaacha fitina? Ulikuwa mgomvi sana, unaacha ugomvi? Ulikuwa mnafiki, unaacha unafiki? Ulikuwa unatumikia dini kuacha Mungu na unatumikia Mungu wa kweli?
Baada ya kusikia neno la Mungu, unaishi na hali gani? Ndugu yangu, ninataka kukuuliza hatua yako ya pili. Kwani kuna hatua ya kwanza, mtu anaishi bila kujua neno la Mungu, anafanya mambo mengi mabaya yasiyompendeza Mungu. Lakini wakati mtu anaposikia neno la Bwana, kama hivi ndani ya Conference de Grandeur, tunalipanda usiku kama vile mchana. Kila juma kuna mazamu watumishi wa Mungu wanapanda neno. Sasa ninataka ukuuliza mpendwa, unayasikia siku mingi. Kama vile Biblia ilisema tusio wasikiaji wa neno tu, lakini tukue watendaji. Je, mimi nakuuliza na wewe, uko naisikia, uko nayatenda? Inakufanyikisha? Umebadilika? Unabeba hatua ya pili? Jina la Bwana libarikiwe sana. Teme yangu inauliza, uko na hali gani? Baada ya kusikia neno la Mungu, unakuwa na hali gani? Unabeba comportement gani? Unabeba sura gani? Unachukua maisha gani? Unaacha maisha ya kwanza na unahesabu kuwa mavi na unachukua maisha ya pili? Asante, ni neno chache ambaye tulipenda kuyatoa ndani ya Conference de Grandeur. Chunguza moyo wako, chunguza maisha yako, ujue kama mbele tulikuwa tuyajua neno, hapo tuko na yajua na tunajua kweli. Na Biblia inasema ni heri mtu asingelijua kweli kuliko kuyajua kweli na baadaye anaibeula. Ndio kwa maana Mungu alijenga madhabahu yake inaitwa Conference de Grandeur na kutumia watumishi wake kuwafanya kimoja ili waitoe neno la Mungu kwa wakati wote. Na wakati maneno inapotoka, sijue sasa wewe unaichukuliaje? Uko msikiaji tu au uko mtendaji wa neno? Na ndani yako neno ni mbegu, na wakati uko naipanda, wakati inaota kwako, iko naota ngano au na magugu inaota ndani? Kwani Bwana aliwaambia walimaji muyaache tu? Ndio aliwaambia watumishi wake. Nasema msiachanishe kwanza, muache ngano na magugu pamoja. Wakati wa mavuno ndipo tutabeba ngano tunaifanya kwenye gala, na magugu yote tutaifunga kwenye mititi na kuitupa kwenye ziwa la moto. Na Biblia inashuhudia itakuwa kilio na kusaga meno. Ndio ndugu yangu, tusikue tu wasikiaji wa neno, ila tukue watendaji, na tuangalie hali yetu, hatua yetu ya utumishi ya Ukristo. Tunatembeaje? Tunaishije na neno la Bwana? Tuna hali gani? Tumekwisha kubadilika? Tumefua nguo zetu au tumepaga mafuta kwenye vichwa vyetu? Kwani mafuta ni neno la Mungu, kuifanya kwenye elimu yetu, kuicheua kwa kila wakati na kuitumikisha pale tunafanya nguo zetu zisafike na mafuta kwenye kichwa yetu. Ni maneno machache ambayo nilitaka kuuliza kwa wakati huyu. Ibarikiwe kwenu na kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Baba, ninashukuru kwa neno chache ambayo unanisaidia kwa wakati huyu. Ibarikiwe na we Mungu wa neema, ujitukuze kama Bwana. Ninakusihi Baba yangu, utufungue sisi ambaye tunayesikia neno masikio ili itumikisho ndani yetu. Baba, ninaombea kila mtumishi mchakazi ambaye atasikia neno iwe nafasi ndani yake. Tunaomba ni kwa jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Ninasalimu watumishi wa Mungu wote ndani ya Conference de Grandeur. Mimi ni mchungaji Adamu Mbalasa, ninayepatikana DRC Congo, kwa province yetu ya Manyema, precisement pa mji wa Samba. Nawatakia amani ya Kristo Yesu iwe pamoja nanyi. Na msalimu mtumishi wa Mungu Dieu Merci Nehemia, mtumishi wa Mungu Papi Kambi, mtumishi wa Mungu Timotheo, baba yetu Bigaeli Farai Nguzo. Na salimia mchakazi Octavine, mchakazi Mama Bote, Mama Deborah, Mama Siza, Mama Amos. Na salimia pia mchakazi wa Mungu na changa wachakazi wote kwa ujumla. Pia mtumishi wa Mungu Andre Lobosh, Papa Yoshua, Papa Victor, Papa Benai, watumishi watumishi wa wachakazi na wasanii. Nasalimia pia mtumishi wa Mungu Lumende.